Uhali gani ndugu mpenzi msikilizaji wa Creative Arts TV. This is Michael Brown, Michael the journalist. Actually, today we are here at Rafiki wa Mazingira Center. As we know that hii ni shirika ama ni kampuni ambayo inatengeneza makaa katika lile takataka ambalo watu wengi huwa tunalizarau. Ni njia moja pia ya kutengeneza mazingira katika jamii, hususa katika hapa maeneo ya Kakuma kambini. Na ukijaribu kuangalia kabisa kuna wageni ambao walikuwa wametembelea hususa shirika la UNHCR ambalo linalohudumia wakimbizi katika maeneo ya kambini hapa Kakuma, na pia shirika zingine kama UNICEF pia pamoja na shirika zingine kama DRS ambazo zimeweza kuwasili hapa, ambazo kabisa wamekuja kuweza kushuhudia mchango ambao wakimbizi pia wanaweza kufanya. Na hapa kabisa katika Rafiki wa Mazingira, wewe mwenyewe ukiweza kufika hapa utaweza kushuhudia ya kwamba kuna mambo mengi ambayo yanayofanyika, ambayo pia katika hali ya wakimbizi ambao wanajaribu kuhakikisha kuwa wametengeneza mazingira ya shwari hapa. Nami kama Michael Brown, I'm here to make sure as the listener and the people are watching there to see what is going on around there. So lakini tukijaribu kuangazia katika upande wa UNHCR, tunafahamu kuwa wako na mchango mkubwa kuhakikisha Kakuma kambini wakimbizi kabisa wanapata ule usalama, bila kusahaulika ya kwamba pia kuna vile vipaji ambavyo wako navyo, kama vile unavyoona wameweza kutembelea kampuni hii ya Rafiki wa Mazingira ili pia waweze kuona ni mchango upi ambao watu wanaweza saidia. So tuko na Blaze ambaye pia ni CEO au the founder of Rafiki wa Mazingira Company Limited hapa maeneo ya Kakuma kambini. So Blaze, tumeona wageni walikuwa hapa. Kiufupi watazamaji walikuwa wanapenda kujua wageni hawa walikuwa na lengo lipi? Asante sana. Wageni hawa walikuwa hapa, ni kwanza nijitambulishe, mimi ni Blaze Pascal. Na mimi ni mkurugenzi wa kampuni ya Rafiki wa Mazingira. Na hawa wageni walikuwa hapa wanatoka shirika tofauti. Kuna wale wa ILO, vile vile kuna Kefri, kuna UNHCR, and then kuna Prospect. Wote walikuwa hapa kwa kuangalia mradi ambao tunafanya ya kutengeneza briquette charcoal, kugeuza like prosopisi tunaita madenge algoropa, kugeuza kwa makaa, yani tunafanya kwa makaa mbadala. Tunageuza kwa makaa mbadala. Alafu inaitwa briquette charcoal. So ndo lengo kubwa ilikuwa kuona vile tuna manage hiyo malgoropa, tunaifanya aje wakati tukipata, tunapea value gani pamoja na zingine waste. So ndo kitu kikubwa kilikuwa kinawaleta ya kuchunguza na kuangalia ni kazi gani ambayo tunafanya na ina manufaa gani kwa community. Na Blaze kabisa, tukiangalia hapa kambini ni shirika chache ambazo huwa zinapata kutembelewa kama vile ambavyo tumeweza kushuhudia. Gari zilikuwa nyingi, usalama wa kutosha. Wewe unajiuliza ni kitu gani huwa kinasababisha unapata wageni hawa ambao wanakuja kutembelea katika kampuni yako? Kwanza niseme wageni kuja kunitembelea katika kampuni yangu, niseme ni like ni hiyo kitu nasikia kama mtu anakuambia umefanya kazi ambayo ni ngeni sana, lazima kwa community kama vile briquette charcoal, hii makaa mbadala ni ngeni sana kwa community ya Kakuma. And then ni kitu ambacho tunatoa uchafu, ile kitu ambayo watu wanadharau. So sisi tunaipatia value. So watu wakiona hivyo wanaona like hii kitu ni lazima tuitembelee, tuone, tujue kinagaubaga ndani nini ambayo iko. Na ingine ni kuwa na uvumilivu sana, pamoja na kuwa na hiyo kitu wanasema prospect. So ndio unakuta wageni wakiwa wanatembelea wanaangalia project inaweza saidia aje kwa community, inaweza saidia aje kwa mashule nini, like moto tunatengeneza. Okay, Blaze, swali la mwisho, wewe uko na matamanio gani katika miaka ijayo kuhusiana na Rafiki wa Mazingira? Matamanio yangu katika miaka ijayo, na tamani like to change kwanza Kakuma, and then matarajio yangu natakiwa Kakuma na kando za Kakuma watu watumie briquette, watu watumie charcoal, watu watumie hata jiko ambazo tutatengeneza kwa Rafiki wa Mazingira. So ni matarajio ambayo tunataka kwa mwaka tuko tunatoa hata tons 40 tons 100 ili watu watumie briquette kwa wingi, na watu wajue briquette kama ni product ambayo ina uchumi mzuri. Sababu ukiangalia watu ambao wanatumia makaa na firewood ni wanaingia kwa gharama kubwa. Lakini ukiangalia briquette kile kiuza 30 bob ama 30 Kenya shillings, unajikuta ni wakati mama anaweza wekeza kwa kupitia briquette. Hiyo kama niuza makaa ya kawaida kwa kilo, mfano akiuza 60 inauzikana hapa. So akiuza briquette ya 30, unaona anawekeza nyingine 30. Sasa ndio nakuta matarajio yetu the next year ama 2 years itakuwa huko mbele. Tulikuwa tumejaribu
kuonesha watu gisi briquette inatumika na gisi inakuwa bora kwa kutumia chakula, na ujue kama hiyo briquette haina moshi na hiyo kitu inaitwa sumu kwa inakuwa ndani ya makaa. Kwa briquette hakuna, so nakuta watu hata wa kuku wanatumia kwa kutilia kuku joto, watu wa kupikia chakula wanatumia kama kideri nini, watu wanatumia kwa kuona ina conserve kwanza afya yao. Asante sana Brez. Asante, karibu. KAA TV, creative to all the nations.